Steve Barker anasema tukihitaji kubeba ligi kuu, CRDB, Mapinduzi Cup, lakini ili tufanye vizuri kwenye klabu bingwa, basi tunahitaji usajili ambao utaifanya klabu iwe tishio, lakini utaifanya klabu iwe na uwezo wa kushinda kila mechi. Kama unahitaji timu iweze kushinda kila mechi, unahitaji washambuliaji, unahitaji mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga. Basi Mo Dewji anasema mko tayari kwa ajili ya msimu mpya. Sio tu anazungumza kawaida. Sababu za kuzungumza hivyo, anazungumza kwa sababu amewekeza pesa nyingi sana kwa ajili ya usajili. Kuna mchezaji mkubwa ambaye anahitajika. Huyu ni mfungaji bora wa ligi ya Mali, lakini pia ni mchezaji ambaye ni mchezaji bora wa mdogo kwenye ligi ya Mali, lakini yuko kwenye timu ya taifa ya chini ya miaka 23 kwa sababu yuko na umri wa miaka 22. Ukishaona hivyo unakuja kutambua ni Ibrahim Doumbia. Ibrahim Doumbia ni aina gani ya mchezaji? Huyu ni finisher ndani ya uwanja, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo Ibrahim Doumbia anaweza akakupa. Kama tunavyotambua, dirisha la usajili limekuwa ni gumu mno, na klabu ya Simba imeanza kuwekeza nguvu kwa ajili ya usajili, kwa sababu tunatambua huyu ni mchezaji ambaye hahitajiki tu na timu moja, anahitajika nje ya Afrika. Lakini pia tumeona timu ambazo zinamnyemelea zingine huko Libya, lakini na kwingine kote. Tayari tunakuja kutambua kwamba kama ni mchezaji huyo, je, huyo ni mchezaji ambaye anaweza kasajiliwa Tanzania? Watu wengi tumetambua ligi ya Mali, wachezaji wengi sana wamekuwa wakitoka nje ya Afrika. Wachezaji wengi wamekuwa wakienda timu kubwa, lakini siku hizi mchezaji anaangalia maslahi yake yakoje. Kawaida sio pesa tu, anaangalia ni mazingira yapi ambayo ana uwezo wa kucheza, akaonyesha ujuzi wake, akaonyesha ubora wake. Lakini pia anaangalia, je, timu ambayo anaenda mfumo wake unaweza kumfiti, jinsi ambavyo anaweza akacheza. Mchezaji pia huwa anaangalia vitu vingi sana, lakini pia anaangalia, je, ni ligi ambayo inafuatiliwa? Yes, ligi ya Tanzania imekuwa ni ligi ambayo inafuatiliwa zaidi duniani kwa sasa, kwa Afrika. Ikimaanisha nini? Ni kwamba mfano ukitambua hapa Afrika tayari tumekuja kushuhudia ni kwamba hata CAF wamekuwa wakiwa posti sana mashabiki wa Tanzania. Tumeshuhudia wamekuwa wakiposti sana baadhi ya clip ya wachezaji ambao ni wa Simba, Yanga, labda Azam, na tumekuja kushuhudia kwamba ukiposti tu kitu chochote cha Tanzania, angalia watu wanavyomiminika, angalia comment zinavyokuwa nyingi, sio tu za Tanzania. Inamaanisha tayari kama unaweza kuwavutia watu waitangaze ligi yako, kwa sababu ukishaona hivyo CAF wanaposti na CAF wanaonekana duniani kote, na wanajua kabisa hii ni peji kubwa ya wachezaji ambao ni wakubwa Afrika, na ikaonyesha, inamaanisha tayari unaanza kuitangaza ligi, tayari ni njia ya wachezaji. Na ukiondoa hicho tu, tayari kuna watangazaji, kuna waandishi wakubwa duniani wamekuwa wakifika Tanzania, na kuna wengine wameanza kuishi Tanzania. Mfano Mick Junior amekuwa ni mwandishi nguli ambaye tumemshuhudia kila mashindano, kila mechi kubwa amekuwa akija hapa Tanzania. Lakini ukiondoa hicho, ni mmoja wapo ya mashabiki ambao wanapendwa sana na klabu ya Simba. Lakini ondoa hicho, hapo jana tu tumekuja kushuhudia kwamba tayari ameanza kuungana na waandishi wakubwa ambao wamekuwa wakitoa tetesi za wachezaji wakubwa. Fabrizio tayari tumeona tayari wameanza kushare posti zao kwa ajili ya kuonyesha namna gani ambavyo wanaweza kushirikiana kwenye mambo makubwa na mazuri. Tayari sasa Ibrahim Doumbia, viongozi wa klabu ya Simba wametumwa kwenda kupushidiri, na wakati wowote, inawezekana hata leo, ni mchezaji ambaye anaweza katangazwa, kwa sababu limekuwa ni tamanio la kocha wa klabu ya Simba, anamhitaji. Je, ni mchezaji wa namna gani? Huyu ni striker, mshambuliaji. Kuna nyakati wanazungumza kwamba huhitaji tu mshambuliaji ambaye anasimama kwenye box, kwa sababu mfumo wa ushambuliaji sasa hivi umetofautiana. Wanasema kuna man to man marking ndani ya box. Kwa mshambuliaji ambaye anasimama, wamesema ni mfumo ambao unawatesa, lakini kuna zile timu ambazo zinatumia zone marking. Je, ni mfumo ambao utamtesa? Lakini ukiondoa hicho, tunahitaji mchezaji ambaye ndani ya uwanja anakuwa na faida kubwa zaidi ya moja. Ni faida gani ambayo yuko nayo huyu mshambuliaji? Moja wapo ya faida ambayo ni kubwa sana ni kwamba
anakuwa ana uwezo wa kucheza sehemu zote za mbele. Inamaanisha sio mshambuliaji ambaye anapenda kusimama ndani ya box, lakini sio winga, lakini mshambuliaji ambaye anapenda zaidi kutoka na kuwavuta mabeki ili space ziendelee kuchanganyika na ziendelee kuonekana. Inamaanisha pale anapotengeneza space ni mshambuliaji ambaye anatoa pasi, anaombea sehemu ya wazi ambayo ipo ili aweze kufunga. Lakini mshambuliaji huyu amekuwa akitumika kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Kuna nyakati kocha ataruhusu timu ikae nyuma, au kuna nyakati timu pinzani itakuwa inakushambulia wewe, ukiwa unashambuliwa utakaa nyuma. Inamaanisha unavyokaa nyuma, je, unavyopokonya mpira una wachezaji ambao wanaweza kureact kwa haraka wakafanya shambulizi ya kushtukiza. Ukitazama Simba walikuwa wanakwama na hicho kitu. Je, suluhisho ni nani? Ibrahim Dumbia ndiye ambaye anaweza kawa ni suluhisho la hicho kitu kwa shambulizi ya kushtukiza. Amekuwa ni mchezaji ambaye anakimbia kwenye maeneo ya wazi kwa haraka zaidi. Ni mrefu mzuri kabisa ambaye anakimbia kwa haraka na amekuwa akifunga magoli ya mashambulizi ya kushtukiza. Ni kitu ambacho kimeonekana ni bora sana. Lakini ni kitu gani kingine ambacho mchezaji huyu ana uwezo wa kukionyesha? Ni mchezaji ambaye ameonekana akifunga magoli mengi ya vichwa. Unajua washambuliaji wengi sana wameonekana wana tatizo wakikutana na timu ambazo zinakaa sana kwenye low block, timu ambazo zinapenda sana kukaa nyuma. Wanasema kuna njia nyingi sana za kuifungua timu ambayo inakaa kwenye low block. Mojawapo ya njia ambayo unaweza kufungua, wanasema kwa sababu timu inakuwa compact eneo la katikati, basi maeneo ya pembeni ndio ambayo yanatumika sana kwenye kutengeneza nafasi, kupiga vipas, kupiga cross. Je, huyu ni mshambuliaji ambaye anaweza akatoa faida? Basi 70% ya magoli yake amekuwa akifunga sana kwa kichwa. 70% ni mzuri sana. Piga cross, piga kona, piga faulo, magoli yote ya juu yeye ndiye ambaye anakuwa wa kwanza kuwini huo mpira, kama tu anapata mawinga ama viungo ambao wana uwezo wa kumtengenezea nafasi. Angalia, hii ni faida ambayo timu ya Simba kuna nyakati ilikutana na Dodoma Jiji wamekaa nyuma. Je, wangekuwa na mshambuliaji wasingepata matokeo? Basi wana uwezo wa kupata matokeo. Huyu ni mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufunga hayo magoli. Lakini ukiondoa hicho, kitu kingine ambacho kina uwezo ni kizuri kwa mshambuliaji huyu, ogopa sana mshambuliaji anayependa kukimbia nyuma ya migongo ya timu pinzani. Tumekuja kushuhudia ni kwamba magoli mengi siku hizi jinsi ambavyo yanafungwa, kuna nyakati timu inaanza na middle block, wanaanza kukabia hapo, uone space na kupenyeza mpira ukienda pembeni unakuwa mgumu kupita. Je, ni njia ipi ya kuwahi kumfikia mpinzani na kumfunga? Basi moja hapo ya njia ambayo inatumika ni kudondosha mpira nyuma ya migongo ya backline ya timu pinzani. Je, Simba wala wachezaji hao, Clatous Chota Chama amekuwa akitengeneza hayo magoli, Ino Lwemba yuko pale, lakini Libasege yuko pale. Kuna mawinga wengi na viungo wengi. Ola amekuwa akipiga aina ya mpira. Je, huyu mshambuliaji anaweza akakutana hivyo vitu na akafanya vizuri? Basi ana uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu amekuwa ni mchezaji ambaye anafanya movement nyingi sana nyuma ya migongo ya backline ya timu pinzani. Na wanasema mabeki hawapendi tabia za washambuliaji kama hao, kwa sababu unamtesa beki nyakati ambazo anaamini mmekaa sawa, anakukuta tayari ushampita huko nyuma, umeuomba mpira unaenda kufunga. Kwa hiyo Simba kupitia huyu mchezaji wanaenda kupata mchezaji mzuri, mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga magoli kwa vichwa, mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga magoli kwa huyu ni mshambuliaji ambaye anatumia miguu yote. Ondoa yule mshambuliaji ambaye unakuta ni mguu mmoja. Huyu ana uwezo wa kujisetia kushoto, ana uwezo wa kujisetia mguu wa kulia, akapiga mashuti na akafunga. Ndicho kitu ambacho ni bora sana kwake. Lakini kitu ambacho ni bora kingine, amekuwa ni mshambuliaji ambaye anasimama. Inamaanisha kuna nyakati ambazo utahitaji kutumia washambuliaji wawili. Mfano Simba pale wakija kumpata na Shaurire, inamaanisha huyu wakipiga double striker ataenda kuwapa faida. Lakini kuna nyakati ambazo unahitaji mashambulizi ya kushtukiza, anakupa jibu. Unahitaji mpira mirefu nyuma ya migongo, anakupa jibu. Lakini pia amekuwa akisaidia timu kuzuia, urefu wake una faida ndani ya uwanja. Kama Simba wataenda kupata hili chapuo, basi wanaenda kupata mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri na ni mchezaji ambaye ataenda kuwapa faida na kufunga magoli mengi.